Petro Atletico kama anavyosema mwenyewe. Inatajwa kuwa ni timu ambazo mizani iko sawa. Kwa unajua kabumbu pengine mtazamo wako kote kuhusiana na kauli. Mizani tuseme kwa sawa ndio unahitaji utetee. Inahitaji kuna namna fulani inabidi utetee ili useme iko sawa. Lakini unaweza nikawaelewa kwa namna moja, kwa namna nyingine wasioelewa. Ukisema iko sawa kwenye mustakabali gani? Kwa mfano hizi timu zote tunasema ni timu ambazo zinatokea katika hizi hatua. Yaani huaga zinatokea kwenye hizi hatua. Haijalishi nani katokea mara nyingi, lakini huaga wanakuja kuja. Kwa hiyo unaweza ukapima kwa namna hiyo. Lakini tukija kwenye nani katokea mara nyingi, nani anapata mafanikio, Simba nadhani atakuwa yuko juu. Lakini hata kwa sasa hivi nani ameingia kwenye hili kundi? Unajua kundi limepangwa kutokana na ubora wa viwango. Kwa hiyo wa kwanza, wa pili, wa tatu mpaka wa nne ni kwa viwango ubora. Sasa Simba kaingia kama nafasi ya pili katika kwenye pot namba 2, pot B. Petros kaingia kwenye timu na kwenye pot namba 3, pot C. Kwa automatic tayari Simba iko level tofauti kidogo. Ila hawajaachana pakubwa kwa kusema kwamba huyu amwezi kabisa. Petro anaweza kuruka naye Simba vizuri. Sio na Simba anaweza kuruka na Petro vizuri. Kwa hiyo kinaumana hiyo vitu. Yes, kuna vitu Petro kafanya Simba hajafanya. Simba kuna vitu kafanya Petro hajafanya. Kwa mfano, Petro ana finali moja tu ya CAF. Alicheza miaka ya nyuma huko. Unasema ngapi? Sasa ilikuwa ni kombe ile la Simba, kombe la CAF mwaka 97. Simba katangulia mwaka 93, Petro 97 akaenda kucheza finali. Wote walikosa. Baada ya hapo Petro hajarudi kwenye finali nyingine yoyote. Simba karudi tena msimu uliopita. Unaelewa? Lakini pia Petro ameweka rekodi misimu miwili nyuma ya kucheza group stage, hajaruhusu goli hili. Mechi 6 za hatua ya makundi hajaruhusu goli hata moja. Petro amefanya hivyo, Simba alifanya. Sawa. Anaenda kutolewa robo finali, kutolewa na Buru Sokasi. Lakini Simba hajawahi kufanya hicho, ila kaingia robo finali nyingi. Yaani Simba hajawahi kuishia group stage. Sawa. Kwa hiyo kuna vitu vinatofautiana. But ukiangalia in details unakuta vingi vinampendelea Simba. Sawa. Tukija kwenye fact ya mechi yenyewe, ni mechi nzuri sana kwa sababu nimetoa hapa baadhi ya maelezo kwamba ni mechi ambazo ni wapinzani ambao hawajatofautiana pakubwa sana. Ni mpinzani ambaye naamini Petros wana timu nzuri, lakini Simba at home hapa kwenye makaratasi Simoni Petro akitoboa hapa, Simoni Petro akitoboa, naamini Simba anaenda kufanya vizuri katika hiyo mechi kwa vitu vingi. Simba anafanya vizuri katika ligi ya nyumbani, wameanza vizuri kampeni zao mpaka hapa walipofika chini ya kocha wao mpya huyu meneja Dimitar Pantev. Petros Atletico na wenyewe pia wana kocha wao Hispania ambao wamefuzu kuingia hapa walipoingia kwa maana ya group stage, lakini kwenye ligi yao hawajaanza vizuri sana. Sio vibaya, ila sio vizuri sana. Ligi yao nadhani anaongoza wale CD Recreativo de Olivo wanaongoza, lakini Petros wanapambana na wao wanaanza kusogea pale juu. So ukipima ligi ya Angola, ukipima ligi ya Tanzania, unaona na zenyewe pia hazijaachana sana. Yaani miongoni mwa zile ligi za Sub-Sahara ambazo zinafanya vizuri ni pamoja na hizi ligi. Utofauti ni kwamba sisi klabu zetu tunafika mbali nyingi. Unajua ligi yetu sisi mpaka kwa kwenye viwango vya CAF kwamba ligi si namba 5 namba 4 kwenye ubora, kwa sababu klabu zetu zinafanya vizuri na sisi tuna klabu nyingi nzuri. Tuna Yanga nafika mpaka finali, tuna Simba nafika mpaka finali. Haya makota haya wanafika sana. Lakini ukija kuangalia wao Angola tunakuta ni kwetu. Petro ndo wajitahidi aipate robo. Wengine wanakuja group stage wanaishi hapa na kina Bravos de Marquis, simu iliyopita kina CD Lunda Sul wanaishi hapo. Kwa hiyo timu zao kuna wale wanaitwa Esperança do Sambizanga.
na wenyewe pia wanaenda wanagusa wanarudi. Kwa hiyo wanakosa support, yani Petro anakosa support ya ile maklabu mengine ya Angola kufika mbali. Tofauti na sisi tuna matimu mawili tu ambayo yanafanya vizuri. This time around tumeyapeleka matimu 4. Unaelewa? Kwa hiyo tuna possibility ya kufanya vizuri, kuongeza points zaidi. Lakini tofauti na hapo, kwa maana ya quality katika pitch, kwa kile ambacho wanacheza, tunaona ligi ambazo hazijaachana mbali sana kwenye huo ubora. Wewe ni mfanyabiashara? Kama jibu ni ndio, basi habari njema ni hii. Unahitaji biashara yako ionekane na maelfu ya watu kila siku? Na je, unahitaji njia rahisi ya kuongeza wateja kwa haraka? BongoSauce tupo kwa ajili yako. Tunakupa nafasi ya kipekee ya kutangaza biashara yako na bidhaa nyingine mbalimbali kwenye mitandao yetu ya kijamii yenye wafuasi wengi na ushawishi mkubwa mtandaoni. Kupitia BongoSauce, fikia wateja wengi mtandaoni. Tangaza nasi kwa bei nafuu na matokeo utayaona kwa haraka. Wewe mfanyabiashara, pata nafasi ya kuonekana na kufahamika zaidi na biashara yako kukua na kupata wateja wengi mtandaoni. Jiunge na familia ya BongoSauce leo na uongeze wateja wengi kwenye biashara yako. Wasiliana nasi kwa namba ya simu 0747 69 20 64, barua pepe alphatizben@gmail.com. BongoSauce, sisi ndio wakombozi wa biashara yako. Karibu tukuhudumie na tukuongezee wateja rukuki.